Senator Sifuna and the leadership of ODM here present. Actually, I'm wearing a different hat here. I'm the Secretary for Political Affairs. But more importantly, let me take this chance to congratulate Senator Eddie Oketch, our Secretary for Disaster Management, and the team for this wonderful initiative. I want to basically echo what the Secretary General has said, that we are in this together as Kenyans, indeed as human beings, because we owe it to ourselves and to the Almighty God, the Creator, to support those who are in distress. On my part and on behalf of the parliamentary group that I lead in the National Assembly, we shall do whatever it takes to ensure that we are in partnership with this initiative. Thank you very much, and may God bless. Okay, you know, this is, we have to say something. ODM, tuko tayari. Okay, tuko tayari as a political party to really intervene. It's not just about politics, it's not just about elections, it's also the human touch. I mean, I was very proud of my party when they suspended party elections because they saw that lots of Kenyans were going through real hardships. And at that point, you know, coming together quickly, the leadership of the party, putting the disaster team into action, collecting everything that they've collected today, and more will be coming. All I want to say is that I'm very proud of our party leader for the leadership that he's given to the strongest and the oldest party in the region of Africa. So we're proud to be ODM members. We're proud for the humanity that we are showing, and we cannot do this without the support of our members and all the people that stand with the party and the vision that the party has for this country. So for me, I'm very, very grateful that I was able today, with the few friends that I have, to donate 300 mattresses and sanitary towels, 1,000 sanitary towels, and some underwears. So the need is food and non-food. And, you know, when we were talking with the Red Cross, we realized that there's a lot of displacement going on in Nairobi. And that displacement means that a lot of people need shelter. And that shelter requires money. So we are asking for the government to really expedite the 10,000 shillings that they have pledged to give everybody. But to also know that there's not enough housing if we're going to demolish 30 meters of riparian land. You're literally going to wipe out some slums. And I don't know where those people are going to go. So I want the government to actually go easy, reduce that level, and at the same time work very, very quickly to ensure that all those people who have been given the 10,000 shillings to go and find a board are going to be amongst the first people that are housed in the slum upgrade. And in the slum upgrade, we need more houses for the low income and the slum dwellers than we need for the affordable and the low cost, so that we can be able to make sure that everybody in this capital city is housed with dignity. Thank you. Thank you very much. Kwamba siku moja naweza kuwa kupigana, kwani ni makosa si maafisa wa Nakuru County, Reverend Alex Maina, nikasema mimi sina nguvu ya kuhubiri katika isini. Time of speeches come to help me as a senior. God is good all the times. Nasikia nimechanganyikiwa kidogo kukaribishwa na Deputy Governor in the House of God. Thank you so much. Nikiwa mahali hapa. So waheshimiwa wote, Mungu awabariki kwa kufika. Na nikiomba tutuingie 37. Genesis 37 ni habari ya family moja personal. Katika hiyo Genesis 37, years old, was feeding the flock of his brother with his brothers. And the boy was with the sons of Bilhah and the sons of Zilpah, his father's wives. A gold chain around his neck, and he had him ride in the second chariot which he had. Alisha Joseph akiwa 30 years from where we have read. That a span of 17 years. Na hiyo miaka 17 kula ndugu wanaomchukia. Tunakubaliana? He is full of forgiveness. Mwambie tu, we just want to learn from Joseph. Mwambie he is full of forgiveness. He is not. Imenyesha kabisa. We have a lot of rain. So I'm requesting you as parents, let us take care of our children. Let us take care of our children. Even crossing that small stream may not be the small stream you knew.
So whenever we have any flood, let us be very careful, be cautious, advise our children accordingly, and especially as we open to school tomorrow, let us advise them the way they are going to move to their schools. And even us, the grown-ups, let us not drive through storm flood, because we can be swept away. And we have seen so many people being swept away intentionally, crossing, and knowing that this is a dangerous place. So I really request you, let us try to avoid, and those areas again which are sinking, let us try also to be cautious, to look around. If you see anything which is dangerous, please, we are there for you. Can you inform us very quickly so that we can act upon? We don't want to lose any other life. And we pray, God, that it is not going to happen again the way it happened in Maimayu and other places. I request the people of Kenya across the country, we be careful with the floods. Jana tulikuwa pale Baringo, tukakuta familia nyingi zimekuwa maroon na maji kwa sababu Lake Baringo and Lake Bogoria sasa karibu inataka kuwa karibu lake moja. So wote kama wa Kenya, jamani tujihadhari na mafuriko, jamani tujikinge na mafuriko haya, tuchunge watoto wetu, tujichunge sisi wenyewe, tusifanye msaha na maji kwa sababu maji sio kitu ya kuchezea. Haya, mimi naitwa Bwana Kawama, mfanyabiashara hapa Kiptangonyi, na wakati soko ilisemekana ya kwamba itafanyiwa hapa, mimi nilikuwa mmoja wa kupiga makofi na kusema ni asante kwa Mungu. Lakini maajabu ni kwamba juzi tukaanza kupata habari ya kwamba fununu hii soko haitajengwa. Sisi tukauliza ni kwa nini haitajengwa. Mimi nilichukua jukumu la kupigia ofisi ya mbunge, ofisi ya chief, ofisi ya MCA pamoja na ofisi ya governor. Lakini baada ya kufanya uchunguzi tulikuja kugundua ya kwamba soko tulikuwa tumepewa soko kihalali. Lakini ofisi ya mbunge ndio imeanza propaganda ya kusema ya kwamba hakuna soko wapi? Kiptangonyi. Baada ya sisi kukutana jana, mwakilishi wa mbunge alifika katika uwanja huu na akatuambia ya kwamba hakuna soko itajengwa hapa. Ndipo kwa sababu gani? Kwa sababu mmepewa lami, soko hakuna. Wakasema ya kwamba beacon ambazo ziliwekwa hapa zinahusika na hii soko. Hata leo asubuhi mheshimiwa mbunge alisema ya kwamba lazima wenye barabara kwanza waje wapimba barabara ndio soko ijengwe. Kwa hivyo inaonekana ya kwamba soko ilikuwa imeamuliwa iwe wapi? Hapa. Na tunashindwa ya kwamba nini mbunge anaingilia soko yetu, kwa sababu county government alienda kwa county government akauliza mahali atajenga masoko. Mheshimiwa wetu Bwana Susan Kihika akasema soko ni Kiptangonyi. Na hii soko yetu ndio inachukuliwa ila kitu inaitwa ushuru ya pili kutoka Gilgil. Kwa hivyo hatujui ni kriteria gani inatumika kisiasa, sababu tunaona ya kwamba bwana Mheshimiwa Martha anafanya siasa na soko yetu, sababu anachukua soko yetu anapeleka, anasema Karonga hata hakuna soko. Na hii watu yake wenye wanamfanyia campaign walisema soko ikiletwa hapa hawatapata vioski, lakini huko Karonga sababu ni soko mpya inaenda kujengwa watapata vioski huko. Ndio hii propaganda inaletwa ya kwamba soko hapana jengwa katika Kiptangonyi. Tunamuuliza bwana mheshimiwa mbunge aje hapa atueleze kwa nini anasema hata jenga soko hapa. Ameagizwa na Madam Susan Kihika. Susan Kihika amemwagiza ajenge Kiptangonyi, na yeye anasema hata jenga. Kwani ana hasira gani ya watu ya Kiptangonyi? Kwa hivyo akuje hapa yeye mwenyewe, awache kuongea kwa hiyo ma TV, aje hapa atuelezee. Sisi tumefurahia ya kwamba national government imekubali kutupea sisi soko. Na tunashindwa ya nini ofisi ya mbunge iko na siasa na hii soko. National government haina soko. National government haina kiwanja. Kiwanja kiko na county government. Kwa nini anakataa kufuata masharti ya mheshimiwa wetu Madam Susan Kihika?
hivyo tunaomba Madam Susan Kihika pamoja na serikali kuu, Mheshimiwa wetu Rais Ruto waingilie kati na soko lazima ijengwe hapa. Asanteni. Baba wetu wa taifa, tuliyekuchagua kwa kura nyingi, tumefurahi kwa sababu tuko Kitangwanyi, na wewe ukasikia kilio, ukakubali kumaliza barabara, ukasikia kilio, ukakubali kumaliza shule ya watoto. Bwana akubariki na akutende mema. President wetu mpendwa, tuna huzuni na tunalia. Mungu alitujalia ukatafuta pesa ya kujenga masoko, na ikasemekana Kitangwanyi ijengwe soko, na hakika tulikuwa tumefurahi kwa sababu watoto walikuwa wameona mahali watanunua mboga. Ore wetu Mheshimiwa wetu Martha Wangari aliona wivu mwingi kwa sababu ya barabara, na akatamuka haiwezi kupeanwa soko Kitangwanyi ikiwa rais amepeana barabara ya lami. Baba wa taifa Mheshimiwa Ruto, sijui mahali umegawa mahali yako au umetenda kazi, kuna mwingine wa kusimamisha. Sisi watu wa Kitangwanyi tuwakuomba uingilie maneno ya katikati ya Susan na Martha, kwa sababu kuna siasa ya kitoto, ili tuone Kitangwanyi, soko ya Kitangwanyi imerudi. Na ukizungumza hayo yote, Mungu akubariki na kutende mema.